mwisho wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Ya mashetani. Kumbe mafundisho ya mashetani, kuna watu wanaweza wakaiacha hata imani sababu ya mafundisho ya nini? Ya mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kitabu huu cha pili, Timotheo wa pili 3 sura ya 3 mstari wa 14 inasema, bali wewe ukae katika mambo, narudia, bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishiwa, kwa maana unayajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao. Sisi tunajua ambao tulijifunza kwao. Mimi ni sehemu, mimi mtu ambaye jamani sijasema. Mimi kwenye ukuaji wangu aliyenichomoa kwenye kupotea ni baba. Sisi amekuja ile 2019. Sisi ndio vijana, mimi nakula bata sana. Mungu ni sisi nisema. Yaani ndio tulikuwa tule tu vijana tule tu ovyo. Nilikuwa ni kamoja kako. Lakini nilikubali mafundisho. Na nilipokubali mafundisho, ndugu zangu, nilipata mafanikio ambayo huwa yanamshangaa sana Mungu. Yaani ni mafanikio ambayo mimi yalibadilisha maisha yangu yote. Mimi jamani, kuna vitu vingi nitavisema, lakini kwa sababu tuna muda mwingi wa kuvisema. Nitavisema. Sawa ndugu zangu? Nitavisema. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nimevipitia mwenyewe, si story. Na maisha yangu wengi sana hapa Tunduma ambao baadhi anayafahamu kidogo, wenda iko Baraka anaweza kusema. Sio kama ametoka, lakini anayafahamu baadhi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tulipata katika mafundisho. Lakini na kitabu cha mwisho ni Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari wa 3. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mafundisho yenye uzima, ili kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu. Umeona? Kumbe kwenye mafundisho lazima kuwe na nini? Makundi, kwa kuwa wana wana masikio ya utafiti. Wewe nirudie vizuri. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ili kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya nini? Ya utafiti. Hatutakiwi tuwe na masikio ya utafiti. Na ukikuta kuna jambo lolote ambalo linakusumbua, mimi nimebahatika kukaa pale na vijana wangu nyumbani. Mimi huwa nawaambia, si sali tu, na wengi ndio hicho kinachotukosti. Tunasali tu kwa sababu wazazi wetu wanafanya nini? Sali. Tunakuja kanisani tu kwa sababu ni juma ngapi? Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwangu hicho nilikataa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mimi nyumbani niliwaambia, nilisiambia, sikilizeni ndugu zangu, sisi ni binadamu na tumeambiwa kuna nani? Kuna Mungu, si ndio? Si ndio tunavyofundishwa, si ndio? Mimi nilifanya research mimi binafsi, nikasema iko hivyo kwa Mungu, kwa sababu hapa nyuma nilipata ukakasi kidogo. Haya mafundisho haya kidogo tunayasoma, haya mafundisho ya watu wengine, mpaka nikatamani hata kupotea. Mimi niliwaambia vijana wangu, sikiliza, mimi sitaki wewe unasali kwa sababu mimi nimefanya nini? Usali. Mimi nataka usali kwa sababu wewe unapenda kusali. Amina. Na mtu ambaye anapenda kusali, ndugu zangu, mtu ambaye anapenda kusali, yaani hata kanisa, ndio ndugu zangu, yaani mkipenda kusali, na hili huwa naliongea sana, ukipenda nini? Kusali. Nikaweza, sikiliza, kuna binti mmoja niko naye pale nyumbani, nikasema wewe sasa, alikuja kachangamka kidogo, kutoka Tunduma, kachangamka kidogo, akutoka hapa kanisani, lakini kachangamka kidogo, kafika kule, mambo yakawa mengi kidogo. Na sasa sikiliza ndugu wangu, sisi humu ndani tunafanya ibada, na mimi sitaki wewe unasali tu. Mimi nataka utafute jambo ambalo unaona kwako ni nini? Ni gumu, ambalo unaona yani wewe limekutesa muda mrefu, ambalo wewe kwako umeona ni changamoto. Sasa fanya hivi, mimi nataka wewe binafsi
umwambie hivi, Mungu, mimi naomba ukifanya hili jambo, mimi nitafanya nini? Nitakutumikia. Yule binti nilikuwa namwambia tu kama kumfundisha, kwa sababu alikuwa anapenda sana kuniuliza maswali. Nikamwambia sasa, sikiliza mdogo wangu, yaani mimi nikisema, mimi nikiongea hivi, pengine unaweza usinielewe. Lakini kwa sababu sisi tuna Roho Mtakatifu, ambaye ndo msaidizi, muombe Mungu, mwambie Mungu, mimi sitaki tu wakwenda tu kanisani. Mimi sitaki tu niwe nije kanisani nimekaa kiti. Yaani na kitu mimi huwa naumia sana. Mimi naomba niulize swali kabla sijafika huko. Wangapi toka amekuja kanisani wana miaka 2 mitatu na ameleta hata mtu mmoja au wawili kanisani? Sasa uangalie. Wamesema mti uliopandwa lazima uzae nini? Sasa jiangalie wewe uko kwenye kundi lipi? Sasa je, sisi ni mbegu au hamjui? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunatakiwa tuzae matunda. Yaani tungesema tuzae matunda huko ndani, kila mtu angemshawishi mtu. Hili kanisa lilikuwa ni dogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni kwa sababu tunakuja kanisani kutimiza wajibu. Tunakuja tu. Kwa sababu ukilijua kusudi la Mungu, huwezi wewe ukakubali ukute kiti kiko wazi pale. Na kuna mtu unaona kule anaangamia. Unaona kuna mtu kule amjui Yesu, wewe unakubali umwache. Mimi nimepata neema pale ambapo tunasali. Kanisa saizi ni watu 3000 kama sikosei. Na mimi pale ni mtu wa 3000 kama si 3001 3000. Muumini wa 3000. Na nina namba hapa, wanakutumia na namba wako kidijitali. Dole ananifahamu kwa sababu wakati niko Dar es Salaam nasoma, tulikuwa tunaonana naye pale kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wale jamaa hata kwenye ibada hizi za kawaida wanasisitiza sana. Sisi ni mbegu, tunatakiwa tuzae. Kwenye kuzaa, jitahidi kaangalia watu ambao hawajaokoka. Walete tu hata kanisani. Tunasema kanisa lina watu wangapi? 3000. Na sasa hizo wametoka kwenye, kwa sababu kanisa wanalojenga ibada moja inabeba watu 5000. Kanisa wanalojenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vitu vizuri hata sisi tuna uwezo wa kufanya. Yaani kumbe hata wewe utajiri jamani, okay ngoja. Unajua kuna watu wengine labda tuelewani ndugu zangu. Hivi utajiri jamani ni kitu kibaya? Au kwa sababu Biblia imeandika tajiri ni ngumu sana. Na ndio hizo siri tunazikuta huko chini. Kwa nini tajiri? Biblia inasema ni ngamia anaweza kupita kwenye nini? Lakini sio nini? Wengi hapa Mungu akiwapa hela hapa. Bora ngamia tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hapa. Lakini Biblia, na ndio maana kwa sababu ya hilo swali tukajiuliza, je, kwa Mungu hataki sisi tuwe matajiri? Kwa hiyo tutapata majibu yako huko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale jamaa kwenye kuleta watu, kwanza tu ibada za nyumbani zenyewe zile wanakusisitiza. Ibada za nyumbani za Jumatatu, uje na mtu, chukua jirani, rafiki yako, mlete. Unaenda pale anafika kanisani, anakutana na kwa nini nasema haya? Ukisoma ile kitabu cha Yakobo kile tulichokisoma, wewe ukiwa kama yule ambaye Mungu anamtaka, jamani, hivi viti havitoshi. Hivi viti havitoshi. Ili kanisa hili sasa hizi tulikuwa tunafikiria tu na sio kulisukuma. Tulikuwa tunafikiria tufanye hivi huku, watoke. Mimi lakini sijui nyinyi. Mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa nini? Jamani, kuna kitabu kinasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni kina nani? Ndio maana nimeuliza. Ngoja nikuulize ndugu yangu. Umewahi kumleta nani kanisani? Na ukasema yeye ni wewe. Kwa kanisani nitahakikisha wewe tunaendelea kuwa wote kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa muona kazi. Nasema muona kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijakaribisha maswali, turudie kile kitabu cha kwanza. Kilikuwa ni kitabu gani? Yakobo ngapi? Yakobo 3:17. Naomba nikipata au ngoja nikisome.
Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe uliokoka, cha kwanza unatakiwa uwe na hekima iliyo safi na juu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, hekima iliyo safi. Cha kwanza, yaani hekima iliyo safi. Yaani wewe umseme mwenzio vibaya, umwonee wivu mwenzio, haumchukia akipendeza. Yaani nini? Yaani ndio hekima zilizo safi. Umsemi mwenzio vibaya, haumuongelei kwa watu vibaya. Mkitoka hapo nje mwanzishi vikundi vya kumsema mtu vibaya. Yaani umemwona yule alikuja kanisani leo hivi. Sasa anakuja mgeni huenda anahitaji msaada. Kesho akisikia mlikuwa mnamsema, tutapata watu humu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tuwe na hii hekima iliyo safi. Na ndio maana hii hekima iliyo safi. Angalia hii hekima na mimi jamani, siri nyingine. Mimi kila mwaka kwenye maombi yangu ninayo, sijui kama yeye mna maombi hata mwaka jana hapo baba alisema mlete. Sijui kama uko naye. Kama unayo ongea sana ndugu yangu. Wengine hawana na hawayakumbuki. Mimi kwenye maombi yangu ambayo tu ninayo miaka kama mingapi hivi ambayo nilianza kuandika vizuri. Ninayo na huwa sikosi kitu kinachoitwa hekima. Huwa sikosi hizi hekima ambazo nazitaja hapa. Tuje hekima nyingine. Lakini hekima tukayo kwanza ni safi, tena ni ya amani. Nini? Unatakiwa uwe unapenda amani. Yaani wewe uwe unatafuta amani. Yaani wewe usiwe sababu ya mtu mwingine akuchukie. Yaani wewe usiwe sababu ya mtu mwingine akasirike. Kwa sababu hekima iliyo safi haiwezi kusababisha yaani wewe ukaanza kutengeneza ugomvi au uadui na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio hekima ambayo Mungu anataka, na hii hekima tukiwa nayo kama kanisa, ili kanisa ni dogo. Kwa sababu mtu wewe ukitaka hivi, tukitaka amani, yani humu ndani wewe unataka amani, hausemi mtu vibaya, yani ufanye nini vibaya. Jamani, humu ndani nishasema nini? Hamtoshi. Angalia hekima nyingine hii. Amani ya upole. Bwana Yesu asifiwe. Ya nini? Ya upole. Na upole jamani, huu sio upole huu mwingine ambao mnaujua nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Upole ambao mimi naweza nikasema hapa, yule akumwonea huruma mwenzio. Taki mwenzio apotee. Yaani unamwonea mwenzio, niko na upole fulani kuna mwenzio, utaki mwingine apotee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna hekima nyingine hapa, tayari kwa kusikiliza maneno ya watu. Yaani mwenzio anataka kukueleza jambo bwana, pale kilichokuwa kimetokea nilitaka iwe hivi. Wewe kwa sababu na makasiriko utaki kusikilizana na mtu. Yaani kama basi tusiambiage tu. Tayari. Hekima inataka msikilizane. Hekima ya Mungu inataka sisi tunafanya nini? Tunasikilizana. Tusitengeneze hii sisi mnaita migongano, si misuguano. Hatutakiwi sisi tuliokoka. Tunatakiwa tuwe na hekima hii ya Mungu ambayo imetoka wapi? Juu. Imejaa rehema na matunda mema. Yaani matunda mema ndo hayo sasa. Tungelijaza kanisa. Kwa sababu matunda mema huko kanisa halitoshi. Hapa sasa hizi tungekuwa tushaweka marumaru. Hapa chini tungekuwa tushaweka marumaru. Kule tungekuwa tushatoa mabati. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndo matunda mema. Labda unasema matunda mema ni yapi? Ndo hayo. Na inawezekana. Kwa sababu moja ni nini? Kwa sababu ukishakuwa na hii hekima hii ya kimungu hii, yaani kila kitu kinakuwa kinatiki tu. Yaani wewe unagusa jambo limeenda. Unagusa jambo limetiki. Umegusa lile limeenda. Kwa sababu ukiwa na hivi vitu lazima vitu vifanye nini vitokee. Pia haina fitna, haina unafiki. Hekima ya Mungu. Ndio maana mimi waga naambia mle ndani, mimi katika kitu ambacho sipendi, mimi mtu mnafiki mle ndani wanagombana naye sana. So mimi nakaa na mabinti hapa nyuma nilikuwa nao 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na mabinti pale nyumbani 6. Mnajua shughuli ya kukaa na mabinti. Nakaa na mabinti afu hii ya katikati hii ya kizazi hiki wanasema watoto 2000. Bwana Yesu asifiwe. Mnajua mle ndani na sasa mimi ndo ukiniangalia nikifika mle ndani na bora huko na basket. Nikuta mimi kule natega huruma sana. Yaani sio kwamba natia huruma yaani kuna namna tu ambavyo yani ukiniona mimi jamani, yani unajua kwa Mungu uzuri. Yaani mimi
walikuja ndugu zangu hawa jana pale nyumbani. Tulikuwa tunaenda sehemu ambayo tunaenda. Umefika pale nje. Yaani hata watu nje wanashangaa. Sasa natoka na gari na kawaida moja, huwa nashuka pale, kuna nyumbani pale kuna mtu fulani nje pale. Kwa kuna bwana watu nashuka na salimia. Sasa wenzangu sasa mimi nimerudi akasema bwana, yale jamaa anakushangaza. Bwana jamani, Mungu alivyo mzuri. Lakini ninachoongea ni nini? Kitu kinachoitwa unafiki sio kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hii tukataa. Hii roho ni roho mbaya sana. Na hii roho ya unafiki hii ndio ambayo inafanya kanisa lisiongezeke. Hii roho ya unafiki ndio inafanya kanisa lifanye nini? Lisikue. Na hii sio kanisa tu, ina maana hata wewe huwezi kukua. Kwa sababu una hizo roho, wenye hizo roho hawawezi kukua. Yaani hizi roho ambazo yaani unaona hivyo tulivyovitaja hapo. Ukivigeuza kinyume yake, ukiwa navyo wewe, ina maana mafanikio kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende tukakaribisha maswali. Wenye maswali. Au kaka nimeshajibu? Sawa. Sawa. Nitakuwa naenda kwa haraka. Ukiniuliza na kama nina uwezo wa kulijibu kwa haraka nitalijibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Nilikuwa na maswali machache. Sawa. Kama kijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Binafsi tumesharisha, mimi kwangu ni mwalimu. Kwa sababu toka ninapoingia Tunduma mwaka 2016 kuna kitu nilijifunza kwake. Amen. Tukiwa pale kwa bosi wetu. Nakumbuka kuna siku Elisha na mjomba walileta mtafaruko kidogo pale ndani. Wakaagana, mimi kesho narudi nyumbani. Elisha anasema mimi kesho narudi nyumbani, mjomba akasema sawa, haina shida. Elisha akafika ndani na ulala, akapanga nguo kwenye begi, mimi kesho asubuhi naenda wapi? Mbeya. Mimi nikiwa naamini kwamba Elisha kesho safari anarudi Mbeya. Mimi ndo nafika mgeni kana mwenye hapa anajiondokea. Amina. Amen. Sasa cha ajabu cha kushangaza, asubuhi kumekucha, yeye akawa kwanza kuamka kwenda kuoga, kuchukua funguo dukani. Wakati usiku naenda kulala, anapanga nguo, anatuambia mimi kesho safari narudi wapi? Nyumbani. Binafsi nilikuwa mgeni, kuna kitu nilijifunza kikubwa sana ambacho kilinisaidia mahali pale mpaka nikakaa nikafika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nimesimama hapa kwa ajili ya kuuliza maswali ili nijifunze pia. Sawa, sawa kaka, sawa. Kwa heshima ambayo nakupa kama mwalimu wangu, na maswali mengi. Sawa. Unauliza kwa niaba ya Jiki. Sawa, karibu kaka. Siulizi kwa niaba ya Jiki. Mwenye ni kijana, bado unajifunza. Sawa kaka, sawa. Sijafika ninapotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maswali mengi. Sasa sijajua kama naweza nikauliza maswali kama sio pungua 5 nitapendeza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Nashukuru. Nije hapo nipate peni niandike. Okay, sawa. Bwana Yesu, okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kuja kujifunza. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen kaka. Karibu kaka. Nasubiri maswali. Uko tayari kwa kuandika? Kaka, pako tayari. Amen. Ni maswali ya kawaida na ni machache lakini yanaweza kawa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali langu la kwanza ni mambo gani ambayo huathiri maisha? Ni mambo gani huathiri ukuaji wa uchumi wa mtu? Bwana Yesu asifiwe. Swali langu la pili, je, ni njia gani bora ya kupunguza umaskini kwa mtu mmoja mmoja? Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swali langu la tatu, ni tabia zipi ndogo ndogo zinazoweza kumfanya mtu
asipige hatua kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Nenda swali langu la 4 ni kwa nini watu wengine wanapata pesa lakini bado hawaendelei? Bwana Yesu asifiwe. Na swali langu la mwisho ambalo ni la 5, marafiki au mazingira yanaweza kumrudisha mtu nyuma kiuchumi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana, lakini naomba urudie kaka swali la pili. Swali la pili. Haleluya. Amen. Je, ni njia gani bora ya kupunguza umaskini kwa mtu mmoja mmoja? Sawa. Umeeleweka? Nakueleweka. Amen. 5. Haleluya. Amen. Marafiki au mazingira yanaweza kumrudisha mtu nyuma kiuchumi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza, swali la kwanza, mambo yanayoasili maisha, sio? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ya pili, ni njia gani bora ya kupunguza umaskini kwa mtu mmoja mmoja? Na 3, tabia zinazoweza kumfanya mtu zinazomfanya mtu, ni tabia zipi ndogo ndogo ambazo zinaweza kumfanya mtu asipige hatua kiuchumi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maswali yako yote kaka Seli yapo katika haya ambayo yako huku mbele ambayo tutaenda kujifunza, lakini mbona labda sikuliweka hapa, ni la marafiki au mazingira anaweza kumrudisha mtu nyuma kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hii pia huwa inachangia, mazingira pia inaweza kuwa ni sosi. Amina. Lakini pia hata marafiki huwa wanachangia sana kwa sehemu kubwa. Mfano, wewe rafiki yako ni mkamalia sugu, alafu na wewe ni kijana, sidhani kama unaweza kukosa kuwa mkamalia sugu. Kwa asilimia tuweke 60 au 70, sasa zishakuwa nyingi. Na marafiki, ukitaka uangalie madhara ya marafiki, angalia sana watoto wa kike. Mimi nishawahi kumwambia mke wangu, alikuwa ni mbishi sana kuhusu marafiki zake, lakini toka amejifunza kuhusu marafiki, siku hizi marafiki sio kwamba ngoja nitofautishe hapo. Na kuongea na watu vizuri, si ndio? Kuongea na watu vizuri na kila mtu ni vizuri, hilo sio kosa. Ila kuna ambacho tunazungumza hapa, vitu vyako baadhi ya watu kiwaambia kwa sababu juu amebeba nini, na hao ambao mara nyingi huwa wanageuka vile vitu, vinaweza wakazuia visiendelee kwa namna nyingine, kwa sababu marafiki si tulifundishwa pia katika ukuaji wetu, katika mafundisho sisi wakati tunakuwa walisema hatutakiwi kuwa na marafiki. Amina. Lakini tuongee na kila mtu vizuri. Na kwa sababu gani nasema hivi? Kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa ni rafiki sana wa ndugu yetu mmoja hivi, lakini baadaye akawa anatembea na nani? Na mke wa huyo rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sasa kama ana uwezo wa kufanya hicho tayari kwenye ulimwengu wa ndoa na familia, ina maana ameua mafanikio yake, kwa sababu siku utakayojua uenda ukapunguza imani kwa mkeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo marafiki pia tunatakiwa sana tuangalie marafiki wa kuwa nao, ila kiujumla tuongee na watu vizuri. Na ndio maana mimi sijatengeneza marafiki, huwa natengeneza ndugu. Na ndugu mpaka sasa ukiangalia, hata ukiangalia Dar es Salaam, na ndio maana wewe ukanikuta nina watu tofauti na Jaki, wewe ukanikuta tofauti na Sele, wewe ukanikuta tofauti na Zabu, wewe ukanikuta tofauti na Godi ambaye ni familia. Ni
Kwa sababu hiyo si kila mtu ni sahihi kwenye maisha yako. Na vitu vingi vya muhimu sana vya kumuuliza Mungu. Katika vitu vya kumuuliza Mungu, kimojawapo ni hicho. Usitengeneze urafiki tu. Jitahidi uwe labda na yale macho ya kuona. Na hivyo vitu tutaviona huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hivyo vitu vingine, kwa sababu ameniuliza na vipo katika somo ambalo liko mbele yetu, tutaenda kujifunza. Kwa nilitamani kwenye hiki sana ambacho nimekifundisha leo kwenye mafundisho na kwenye kitu kinachoitwa nini? Fikra au mawazo. Ndio nilikuwa nataka maswali sana hapo. Ili hivi vingine tutaangalia huko mbele, alafu kuna watu wamenyosha mikono. Hapo labda nijazie kwenye eneo la marafiki. Tumalize kabisa. Kwenye eneo la marafiki kuna marafiki wa aina mbili. Kuna marafiki wabaya na marafiki wazuri. Marafiki wabaya wana uwezo mkubwa sana wa kuaffect maisha yako yakarudi nyuma, kulingana na kwamba wana uwezo wa kukufundisha tabia mbaya ili mambo yako yaborole. Hata kama ulikuwa na kiwango kikubwa cha fedha, wakakwambia twende tukabeti, una 100,000, ukibeti utapata shilingi 1,000,000. Vipi hapo? Ukienda kubeti mkeka utachanika au utabaki kwa mkeka? Na ukichanika, je, unaweza ukapata hizo 1,000,000? Lakini marafiki wazuri wana uwezo wa kukwambia hii 100,000 ukinunua miwa ukienda kuzungusha unaweza ukapata shilingi 100,000 na 10,000. Huyu rafiki, je, ni mbaya ni mwema? Kwa sababu huyu ameongeza nini? Kaongeza kiwango. Yule wa kubeti ni bahati nasibu. Kwa marafiki wazuri wapo na marafiki wabaya pia wapo. Si ndio? Yes. Mungu amemwambia Ibrahimu, sasa wewe ni rafiki yangu. Amemwambia, kamshawishi, mtumishi wa Mungu amefundisha pale, toa sadaka ya mtoto wako. Na alipojaribu kutoa, baadaye Mungu akasema nitakubariki. Ana hapa anasema hakika kukubariki nitaku. Huyu alikuwa rafiki mzuri. Na Mungu awabariki. Amen. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu. Asante. Kuna maswali kule. Si tuanzie wapi? Mwenye maiki jirani nani? Okay, sawa. Tutapita kutoka pale, tupite pale, tutaenda kwa mzee pale. Karibu, twende kwa haraka kidogo. Hata kama tukiuliza mawili moja. Na tutakuwa tunaangalia mengine ambayo yako kwenye vitu ambavyo viko mbele kujifunza. Tutaomba tu msikose, na vitu vizuri pia. Karibu kana tuko sije ruhusu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Hawasemi haleluya. Hiyo ndio nyingine hiyo. Yaani wewe ukikuta uitiki amina hiyo. Kwa sababu anayesema ni Yesu, sio mimi na wala sio pastor. Ni Yesu asifiwe. Yaani hilo ni tatizo kubwa la mojawapo, kwamba wewe ni mtumwa. Tayari shetani anakuwa amekukamata. Sasa shetani akikukamata tayari wewe ni nini? Mtumwa wa shetani. Kwa hiyo wanaposema Bwana Yesu asifiwe, ukisema amina usingizi unaachia. Wakisema Bwana Yesu asifiwe ukasema amen, unakuta kuna vitu mwilini vinafanya nini? Na ndio maana shetani mjanja anakukamata usiseme nini? Amen. Sawa. Tuendelee. Amina. Mimi naamini kwanza watu wote hapa tumekuja kwa sababu kuna sehemu tunatukuya. Amina. Amen. Naamini hivyo. Kwa hiyo kila mtu ameacha kitanda kwake nyumbani. Hii yote kuna sehemu tunataka tukue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama mhubiri alivyofundisha fikra, mawazo, lakini pia katika kitabu cha Yakobo hekima na mawazo mema. Amina. Lakini nilikuwa na swali hapa katika kitabu cha Mhubiri 9:11 ambalo neno la Mungu linasema, nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata watu wote. Swali langu linakuja hapa sasa. Je, nafasi ya juhudi na kujifunza iko wapi kama muda na bahati
vinaonekana kuamua mambo. Okay. Kama muda na bahati vinafanya nini? Vinaamua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tujifunze? Kwa nini tufanye kati muda na bahati vinafanya nini? Vinaamua mambo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nataka niulize swali, si ndio? Katika hili ambalo nitalijibu kwa mfumo wa swali. Mimi naomba niulize swali. Hivi unadhani kuna mtu ambaye yuko huko ndani afu afanye kazi? Bwana Yesu asifiwe. Wote tunafanya nini? Si ndio? Amina. Wote kazi tunafanya. Tena huenda mimi kuna mtu mmoja kaniambia, kaka, au mwenzetu tunafanya kazi sana. Mimi nikasema, kaka, hapana. Mimi ni mvivu mimi. Kwa nini nasema mimi ni mvivu? Ni mtu ambaye anaamka kila siku saa 3, sikufundishi na usije ukalikopi hilo. Nataka nitawapa sababu. Nalala saa 3, okay, silali saa 3. Naamka saa 3, naamka saa 4. Na kama hii wiki yote hii hapa nyuma, nimefuliza ninaamka saa 5, saa 5, saa 5, saa 5, saa 5, saa 5, saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo yule aliyesema labda unafanya kazi kwa bidii sana, ndio maana wewe umefanya nini? Umefanikiwa. Hapana. Ndio maana tunakuja huku tumesema tuna password. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi kwa bidii, si ndio? Unaweza ukafanya, yani ukatumia nguvu zako zote, akili zako zote, lakini bila kuwa na password. Bwana Yesu asifiwe. Password ya kwanza, okay, lakini japokuwa sijafika huko, lakini ngoja niseme ni kitu kimoja kinachoitwa neema. Sasa hii neema hii, na hii ndio ambayo siku zote huwa tunasema hatukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Hatukustahili. Kwa anachomaanisha hapo, kwa sababu kuna watu wanafanya kazi kwa bidii, lakini pengine kwa sababu hawana mafundisho. Wanafanya kazi kwa bidii lakini sasa huu wakati ni pale ambapo wewe utaamua kujua. Sababu tunasema kwenye fikra kila kitu kina majibu. Na ndio maana unatakiwa ujiulize wewe, kwa nini? Kwa sababu anayetubariki jamani si Mungu. Mimi mara zote huwa nasema, kwani Biblia inasemaje ili wewe ufanikiwe? Kuna njia ziko humu. Na kwenye hizo njia wewe una haki ya kumdai Mungu. Mungu, kwa nini sijabarikiwa? Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mmoja wapo ambao huwa anamdai. Mimi kuna siku moja nilikuwa dukani. Nimefika na nafika saa 8 afu sielewi. Sasa napiga hesabu. Tutajifunza huko mbele hivi vitu tunavyovisema. Napiga hesabu. Nisipotimiza hili lengo ambalo nimejiwekea kwamba Mungu, kiwango changu cha chini kabisa ili niweze kuendelea kubaki ndani hiki. Lakini na hii naona leo hii kama 6. Lakini mbona ulisema tabariki kazi ya mikono yangu? Si ndio Mbona ulisema tabariki kazi ya mikono? Na ndio maana Mungu amesema tutayakuta huko mbele. Anaangalia agano. Si ndio? Kumbuka lile agano. Sikuelewa wateja wametoka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilifanya nini? Nilidai. Kwa kufanikiwa ni neema ambayo pengine huenda hiyo neema wengine hawajapata. Lakini hiyo waipate hiyo neema, wanatakiwa wakubali kwanza kujifunza. Kwa sababu ndio Yesu tukasema hivi, kuna kitu kinachoitwa nini? Shortcut. Ambayo hii Mungu peke yake mwenyewe atakupa. Kuna jambo utafungua, kuna vitu tu ukigusa vitafunguka. Kwa sababu hata sisi jamani, mimi ngoja niambie kitu kimoja. Biashara unayofanya mimi sio kwamba Kariakoo niko peke yangu. Tuko wengi. Na kuna mabosi wakubwa kuliko hata mimi. Wengi sana. Kamuulize ile yake biashara anayofanya. Na ni wageni Dar es Salaam. Lakini kwa nini tunafanikiwa? Kwa sababu tuna ile neema ya Mungu ambayo tunatembea nayo. Na ndio hivyo, kuna vitu sasa huku chini ili uipate hiyo neema. Kuna vitu huku chini unatakiwa cha kwanza wewe ukubali. Tutavikuta huko mbele. Vitu ambavyo unatakiwa ufanye nini? Ukubali kwanza. Biblia inadai sana. Ukisoma Biblia hii sana inadai kitu kinachoitwa haki. Mtu mwenye nini? Mwenye haki. Sasa hivi unajua Biblia mtu mwenye haki ni mtu aina gani? Tutavikuta huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bahati huenda sisi jamani, unajua hii kwenye hii kusoma kwenye hii Mhubiri ni hicho hata Roho Mtakatifu hakuwepo. Ila Mungu si alikuwepo Lakini sasa hizi tuna msaidizi tunaweza tukakaa. Na ndio maana ukisoma hii sana Biblia, ukisoma vizuri haitaki upige sana kelele. Yeye anasema njoo tusemezane. Mkae, mzungumze, mbageni, muongee. Kwa nini leo mimi sijana? Kwa nini? Na hivi vitu vyote inawezekana. Na una uwezo wa kuchomoka, na una uwezo wa kufanikiwa. Ukijua kuna hizi siri ziko huku mbele tutazikuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudi tena. Tudili ni mafundisho na fikra. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ukiangalia hivi vitu vingi, ngoja niwape vitu ambavyo viko mbele ili uangalie swali lako kama unaweza likawa lipo kwenye na kama nitakuwa sijalijibu vizuri, ambaye una uelewa katika hilo, usione shida kunyosha mkono na kunisaidia, sawa Lakini cha kwanza tumezungumza vitu viwili, si ndio? Ambayo ni fikra na mafundisho. Lakini kuna kitu kinaitwa kuinuka. Na kuinuka tutaona kwa nini tunatakiwa tuinuke. Yaani hapo ulipo, kwa nini uko hapo ulipo? Na kwa nini uinuke kutoka hapo ambapo upo? Tukitoka hapo kuna kitu kinaitwa kuongezeka. Sasa tayari umetoka ulipo, umeinuka. Unatakiwa ufanye nini? Uongezeke. Tumefungua kanisa, haliongezeki. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Ninataka lifanye nini? Liongezeke. Ndio hichi kitu tutakutana hapa, kuongezeka. Kuna sababu kwa nini tuongezeke. Kuna kitu cha tatu tena hapo, ni kitu ambacho sasa mtu akishaongezeka niseme hivi. Ukiwa na 1000, ikiongezeka 9000 na kwa shilingi. Ukiwa na 10,000 ikiongezeka 90,000 na kwa 100,000, si ndio? Kwenye 100,000 ikiongezeka 900,000. Maana kuongezeka Kwenye milioni ikaongeza milioni 9. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye milioni 10 ukiongeza milioni 90. Kwenye milioni 100, si ndio? Ukaongeza milioni 900. Bilioni 1, si ndio? Huko ndo kuongezeka. Tutakutana navyo huko kwenye kufanya nini? Kwenye kuongezeka. Yaani umeinuka, unatakiwa ufanye nini? Uongezeke. Sababu pengine lakini na cha tatu ndio cha tatu tumesema tunainuka, kuongezeka. Kwenye kuongezeka ndio kule tunatoka kutoka kwenye moja tunakutana na ule utele wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Swali lingine. Nimalizie moja. Namalizia moja. Sawa. Na pia kama sijaliweka vizuri basi. Kwa hapo nijazie tena, si ndio? Amina. Ili tutoke. Sawa. Kwa nini kujifunza wakati muda unaamua mambo, si ndio? Yes. Manake kwa nini tunatakiwa tujifunze? Kama kufanikiwa muda ndio unaamua kwamba nipate pesa, si ndio maana yake? Yes. Lakini pia